kuhusiana na Mazda CX-5, na watu wengi sana wamependa kujua ni nini hasa changamoto ya hizi gari, kwa nini ziko nyingi gereji na matengenezo. Sasa niko na fundi mkuu kwa upande wa umeme kutoka hapa Master Magari Auto. Mambo vipi? Safi, nakuaje bro? Salamu. Sawa. Sasa mimi ningependa kujua chochote kuhusiana na Mazda CX-5. Ni nini hasa changamoto kubwa ya hii gari? Na hii gari bana shida yake kubwa sana ni vile tu ni gari mpya nyingine kwa watu. Ndio changamoto kubwa sana hii gari. Tukiacha na hivyo, kuna hizi CX-5 hizi za diesel zimegawanyika kwenye generation. Kuna 12, 14 generation moja. Alafu kuna za 15 na 16. Hiyo ni tofauti. Alafu kuna 17, alafu kuna 18, kuna sample ni third generation. Umeona? Sasa kwenye tukianza kuongea na generation ya kwanza za hizo 12, hizi gari zina changamoto kuu 3 au 2. Ya kwanza ni engine kwenye utengenezaji wake ina kasoro hasa kwenye bloku na kwenye sintaidi. Na vitu vipo sawa hasa kwenye system ya upozaji wa gari na chini kwenye njia za oili za kwenye bloku zina clog. Na kisha pili ni DPF. Tunasikia sana nini, watu wengi sana mafundi watumia magari kisha DPF wamesikia sana. DPF ni changamoto kubwa pia ya hii gari, na wasichokijua ni kwamba kwa nini DPF ya hii gari, kwa sababu gari za diesel ziko nyingi na za DPF maana gari za kisasa ziko nyingi, lakini hii gari DPF yake ni kubwa sana kuliko engine. Kwa kweli DPF yake ni kubwa kuliko engine. Kwa hiyo njia nzuri ya kutumia hii gari ni kuiondoa hiyo DPF, kuiondoa kabisa, lakini kwa wataalamu sio naitoa tu, kwa sababu kuna watu wanasema kwa DPF gari inapoteza nguvu, mara inaua turbo. Hizo kesi zipo. Sasa sisi tushatupitia gereji kesi kama hizo, lakini sababu sisi ni wazoefu hizi kazi tunadinazo kila siku, tunadili na pressure DPF fresh, tunatoa DPF vizuri na gari yako na performance inaongeza, consumption na improve, power na improve, gari na unaenjoy gari na gari inakuwa na maisha, unaona. Lakini pia kuna shida ya maintenance ya hii gari. Watumiaji wa hizi gari hawazi maintain vizuri. Yaani ukiachana na gari kuja na matatizo yake yenyewe, lakini pia kuna shida kutoka kwa watumiaji. Kwanza mtumiaji mwenyewe, pia na fundi ambaye anapelekwa na mtumiaji unapotengeneza ile gari. Sababu hizi gari ni mpya, teknolojia ni mpya, sio watu wote wana uzoefu wa kutengeneza hizi gari. Unaona? Kwa hiyo changamoto zinaanzia gereji, kuna issue ya mteja anafanya fence. Kwa sababu gari kama hii mtu anaangalia grade ambayo inatajwa kutengenezwa wenyewe, angalia quality ya ile ambayo inataka kutumika, anatumia tu ile yote kama tulivyozoea magari yetu haya ya kawaida. Lakini kiukweli hii gari ni very sensitive, kama unavyojua gari ya diesel very sensitive, na oil yake nataka oil ya gharama kidogo. Ndio tatizo hili gari. Lakini kuepusha hizi mambo za gereji hizi, ni shauri mteja unataka hizi Mazda ndogo yani 15 sababu hizi unajua hii gari inaanza 12. Kwa hiyo kuna kasoro. Kwa sababu kampuni kibao na kasoro. Hata Toyota gari za Harrier kuanzia 2007 mpaka 11 zile gari zina shida. Ndio hivyo ilivyo na Mazda. Kwenye 12, 13, 14 zina changamoto. Lakini 15 wamesharekebisha zile changamoto. Ni tunabaki tuna issue labda ya DPF au mtu anapotengenezea au ina service anayofanya mpaka coolant. Sasa kuta gari kama hii mtomeka maji. Ndio tushazoea gari zetu hizi Toyota nini unaika maji fresh. Hata kujazia wewe, lakini hiyo sio kweli, unatia coolant sababu hii gari na inategemea ile coolant inakuwa na ile evaporation point. Sasa maji evaporation point yake iko chini. Kwa hiyo hii gari kwenye high temperature lazima itafanya nini? Itachemsha kama uweke coolant. Unaona? Sasa kama ununua gari 2015 ukaanza service sehemu ambayo wana uzoefu na hizi gari, ukafanya service inayotakiwa, ukafuata ushauri wa mafundi.